بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa Rajab mwaka wa 1442 katika darsa ya risala alamatu saati as-sughra wal-kubra لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله المزروعي حفظه الله تعالى. tulianza katika kikao kilichopita utangulizi والمصنف حفظه الله, tukafikia kutaja kuwa sisi kusoma na kuzifahamu alama za kiyama, alama ndogo kwa alama kubwa, kuna faida kubwa sana ndani yake. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatueleza alama hizi, kwa sababu ndani yake kuna faida kubwa sana kwa Muislamu. Na mwandishi jazahullahu khairan hapo mwanzo akataja fawaid zinazopatikana kwa sisi kusoma ashratu saa, alama za kiyama. قال فوائد العلم بعلامات الساعة, faida ya kujua alama za kiyama. faida ya kwanza, at-tasdiq al-jazim bihadhihi al-alamat لأنها من الإيمان الغيبي وقد أخبرنا الله ورسوله عنها. mwanzo kabisa kusadikisha bila ya kuwa na shaka ya aina yoyote ndani yake juu ya hizi alama alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika sunna zake zilizothubutu. Na hili jambo laingia katika al-imanu bil ghaib, kuamini ghaib. Na katika sifa ya waumini kubwa ambayo yawatofautisha na wasiokuwa waumini, يقول الله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب, waumini waamini ghaib. Na alama za kiyama ndogo kwa kubwa Allah subhanahu wa ta'ala amezieleza kama tulivyotaja miongoni mwa alama za kiyama. Kwa mfano suratul qamar, Allah subhanahu wa ta'ala يقول اقتربت الساعة وانشق القمر. hii ni mojawapo katika alama za kiyama, kupasuka kwa mwezi ambao ni muujiza Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mtume sallallahu alayhi wasallam pia ametaja alama nyingi za kiyama. Zipo zile ambazo tayari katika alama ndogo watu washaziona, na zipo katika alama za kiyama ambazo bado tunaziona, lakini tuamini kuwa aliyoyasema mtume sallallahu alayhi wasallam ni kweli. Na hii ni katika al-imanu bil ghaibi,
kuamini ghaib. Wala si juu ya muislamu kuingia katika ta'wilat batila. Kama kwa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja kuhusu Dajjal na akataja sifa zake, na sifa alizozitaja bidhiqa, kiasi cha kuwa ukisoma kuhusu Dajjal kana kwamba wamuona sura yake, namna Mtume sallallahu alivyomzungumza. Kisha watokee watu leo waseme Dajjal si mtu, Dajjal maana yake ni hivi. La, Mtume sallallahu alaihi wasallam amemzungumzia ni mtu. Kwa hivyo wewe uamini Ya'juj wa Ma'juj Allah subhanahu wa ta'ala amewataja katika Qur'an, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja katika ashratu saa ni kutoka Ya'juj wa Ma'juj. Asitokee mtu leo akafanya istihza akasema satellite ziko kila mahali ulimwenguni, zaona kila mahali, mbona hawajaonekana hawa Ya'juj wa Ma'juj? Allahu a'lam. Ikifika wakati wao watatoka kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni katika al-imanu bil ghaib. Kwa yale tuliyoyaona tuamini, na yazidi kututia imani zaidi kuwa yale alizungumza Mtume sallam ni haki na ni kweli, na yale ambayo hayajatokea tuamini kuwa kama alivyosema Mtume sallam yatatokea. ثانيا تثبيت الإيمان بيوم القيامة بعد وقوع العلامات التي تدل عليه. kuzidi kuimarisha imani ya Muislamu, kuiamini siku ya kiyama baada ya kutokea hizi alama ambazo ni alama za kukaribia siku hiyo. Tuchukulie mfano wa maneno ya Mtume sallam tuliyosoma katika kikao kilichopita. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema iqtarabat as-sa'atu, qiyama kimekaribia, wala yazdadu an-nasu 'ala ad-dunya illa hirsan wala yazdaduna min Allah illa bu'da. Ama neno Mtume sallallahu ilikuwa sawa ni kuwa kila kiyama kikaribia watu warejee kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kiyama kimekaribia, wala yazdadu an-nasu 'ala ad-dunya illa hirsan wala yazdaduna min Allah illa bu'dan. Na hii ni katika asharatu saa. Katika asharatu saa ni kwa kila kiyama kikikaribia na watu watazidi kwenda mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, na watazidi kuwa na hirs na dunia. Kwani haya mambo sisi hatuyaoni? Hatuoni leo. Yani كيف الناس انكبوا على الدنيا ونسوا الآخرة. Wangapi katika watu wapigana wauana kwa ajili ya dunia? Mambo mangapi yafanyika kwa ajili ya dunia? Huu mfano mzuri wa maneno ya Mtume sallam yako wazi kabisa. Kwa hivyo yathibitisha na kuimarisha ile imani ya kuamini kuwa siku ya kiyama itatokea baada ya hizi alama kuonekana. ثالثا معرفة أشراط الساعة يؤدي إلى العمل والاستعداد ليوم الحساب. kujua alama za kiyama zampelekea mja kufanya amal na kujiandaa kwa ajili ya siku atakayohesabiwa mbele ya Allah. Qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Anayetarajia kuwa atakutana na Mola wake amuhesabu kwa amali zake, basi na afanye amali njema wala asimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Kwa hivyo kujua siku ya kiyama nini ya kupelekea wewe kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo. Na hivi ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoelekeza masahaba. Alipokuja yule bwana faqala ya Rasulullah mata as-sa'a, qala wa madha a'dadta laha, wewe ulizia kiyama nini
umejiandaa nini kwa ajili ya kiyama. Ukiona alama za kiyama kama alivyozitaja Mtume sallam, ni kuwa ujiandae kwa ajili ya siku utakayohesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك تعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه العلامات وكيفية التصرف حيالها. مثلا من علامات الساعة كثرة الفتن، فكيف يتصرف المؤمن عندها؟ ukijua alama za kiyama ya kupelekea wewe katika kujua namna gani utatasarraf katika zile alama unazoziona za kiyama. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupa njia. Kwa mfano, قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه. mtu akisikia kuwa dajjal ametokea asijipige kifua akasema mimi ni mu'min, ngoja nikamuonyeshe. Mtume sallallahu alaihi wasallam fitna ya dajjal ametuelekeza sisi na kusema falyan'a anhu, kaa mbali na yeye. Na hivi ndivyo inavyokuwa kwa Muislamu kwa kila fitna inayotokea. Fitna ikitokea kawe mbali, jiweke mbali na ile fitna, usikaribie wala usiombe kuiona fitna. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا. عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما asema tulikuwa pamoja na Mtume sallama katika safari tukashukia sehemu. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعنا إلى رسول الله. akanadi mwenye kunadi kwa amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, imma ilikuwa ni kwa ajili ya swala au akusanyike kwa Mtume sallama, kuna maneno ataka kuhutubia kuambia. فقال صلى الله عليه وسلم, Mtume sallama akamwambia masahaba, إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. hapakuwa na mtume yoyote kabla yangu isipokuwa ilikuwa ni haki juu yake, ni wajib juu yake kuwaongoza umma wake kwa ile khairi ambayo yajua ni khairi kwa wao. Kwa hakuna khairi wewe waweza kuijua pasi na kupitia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa hakuna mtume yoyote kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa aliwabainishia umma wake khairi anayojua kuwa ni khairi kwa umma wake, hakuna mtume atashinda bayana zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu khalqillah. Kwa hakuna khairi yoyote leo sisi tuweza kuiona hakutufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatuna haja na uzushi katika dini ya Allah. قال وينذرهم شر ما يعلمه لهم, na kuwaonya kutokamana na shari anayojua hii ni shari kwa umma wangu. قال وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها, na umma wenu huu umejaliwa khairi yake na kusalimika kwake katika wale wa mwanzo, القرون المفضلة. والعلماء ذكروا أن هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق وعمر إلى مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. hizi ndio ilikuwa zama za khairi kubwa kabla ya kuuawa kwa Uthman. Baada ya kuuawa kwa Uthman radhiyallahu anhu arda, ndio fitan zikaanza baada ya hapo katika huu umma. Kwa hivyo Allah akajalia afya na kusalimika kwa huu umma na khairi kubwa katika sehemu ya mwanzo wa huu umma. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها, na wale watakaokuja baadaye watapatwa na balaa na mitihani na mambo ambayo mtayakanusha nyinyi. Yani kuna mambo yaweza kufanywa na hao waislamu, lau kama masahaba wakiona watashangaa sana, watu wafanya hivi, hii dini hii umfundishwa na nani hao? قال وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا, zitakuja fitna nyingi
kila fitna itafanya ile nyingine iliyopita ionekane kuwa ni ndogo, yani yaifanye ile iliyopita ionekane kuwa si chochote, nyepesi sana. wataji'u alfitnatu fayaqulu almu'minu hadhihi muhlikati thumma tankashif, itampata mja muislamu fitna mpaka atasema hapa ndipo ninapoangamia mimi, hii fitna hii itaniangamiza, kisha yaondoka. tankashif. wataji'u alfitnatu fayaqulu almu'minu hadhihi, wacha ile ni hii sasa, hii ndio kubwa kuliko ile. Angalia namna gani zinavyokuja zile fitan katika alama za kiyama. Sasa tufanyeje? Qala sallallahu alayhi wasallam, faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar, yule anayependa kuepushwa na moto, wayadkhula aljannata, na aingie peponi, faltatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, na yamjilie mauti yake akiwa amwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho. waliyati an-nasa alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi, na awafanyie watu kile anachopendelea afanyiwe yeye, yani awapendelee watu kile anachojipendelea nafsi yake, na awafanyie watu kile ambacho apendelea watu wamfanyie yeye. Bimaana usifanye jambo ambalo lau kama mtu atakufanyia wewe hutoridhika na jambo kama lile. Kwa tizama waamiliana vipi na watu. Hivi ndivyo Mtume sallam ametuelekeza kuamiliana fitna kama hizi. وستأتي أمثلة أخرى أثناء البحث إن شاء الله. إن شاء الله itakuja mifano mingine huko mbele katika hii bahth. قال فما هي علامات الساعة الصغرى والكبرى, ni zipi hizo alama za kiyama kubwa na ndogo? insha Allah taala kuanzia kikao cha kesho tutaanza kuzungumzia alamatu saati as-sughra, alama za kiyama ndogo mpaka twende kwenye zile kubwa. naktafi bihadha alqadr, wallahu taala a'lam. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.